Nimewahi kuambia hivi, kanisa hili ni mwendelezo wa kitabu. Ndio maana ya kanisa halisi. Ni mwendelezo wa nini? Wa hicho kitabu. Sasa kama ni mwendelezo wa hicho kitabu, maana yake ni kwamba majeshi ya chanzo halisi yenyewe hayaangalii. Ukikosea yanafanyaje? Yanajua kitu kimoja tu, kuadhibu tu. Sawa? Ndio maana nikakwambia leo sasa inabidi nisimamishe atamio la nani? La baba halisi kwa damu safi nyeupe. Maana naona tunasahau haraka. Yaani tunaangalia kibinadamu au kama mtu badala ya kujua tayari sisi ni nani? Uzao halisi. Tuliozaliwa kwa sauti na nani? Na chanzo. Lakini la pili, nimepata uheri wa kusikia sauti kuu mara ngapi? Mara 3. Na waliotumwa walisikia mara ngapi? Mara 1. Achilia mbali hii sauti inayokuletea kila lango. Kuna ile sauti kuu inayotuvusha majira moja kwenda nyingine. Kwa hiyo sasa hapa, ili tusiishe, tuyapokee yale ambayo chanzo halisi aliyakusudia, kwa maana ya Wakorintho wa kwanza 2:9, kwamba yapo ambayo jicho halijawahi kuona wala sikio halijawahi kusikia na moyo haujawahi kuhifadhi, na dunia nzima lazima ione kwamba kweli yapo kupitia hawa waliopewa uheri kuwa mwendelezo wa nini? Wa kitabu. Inabidi leo nisimamishe atamio la baba halisi kwa uheri huo nilopewa kusikia sauti kuu mara ngapi? Mara 3. Sasa na wewe leo inabidi ukubali kwamba huyu ni kweli tunakula naye viazi na mihogo, ila amepata uheri wa kusikia sauti kuu mara ngapi? Mara 3. Jambo ambalo ndio limefuta zile nafsi 3 za Yohana wa kwanza 5:8 ambazo ndio zilikuwa zimesimamisha mwanzo au mlima wa Bwana. Jamani, sawa? Inabidi leo tukubali kwa uheri nilionao, majeshi yakinikuta kwako hayatakuangamiza. Sawa? Kwa uheri huo wa kuisikia sauti kuu ya 7, sauti mpya na sauti ya moyo, atamio la baba halisi likisimama kwa damu safi nyeupe, sio kwa damu nyekundu iliyotoka hapo. Sawa? Sio kwa mimi kuchinjwa. Nikiwa hai na wewe ukiwa hai. Narudi.